Leo nitazungumzia mtu ambaye ukiingia naye kwenye mahusiano aidha ya ndoa ama mahusiano ya kawaida ya kimapenzi utafanikiwa sana, ila mtu huyo ana madhara makubwa endapo ukimwacha, kwa sababu utaanguka kiuchumi na kimaisha. Wengi tupo kwenye mahusiano na watu, lakini kuna kipindi unayumba, unajiuliza ni kwa nini. Pengine uliye naye kabeba maisha yako katika mfumo wa maisha ya utafutaji wa riziki na kipato. Ukimwacha, ukimkorofisha huyo mtu kwa sababu zisiokuwa za msingi, tatizo lako wewe ukamvalisha yeye, alafu ukamkwaza, umekwaza riziki na kipato chako. Najua hao watu wapo, tunao kwenye jamii, tunao kwenye maisha yetu. Na mara nyingi nimekuwa nikiwashauri watu, pengine huo ushauri umekuwa wakiona ni wa kijinga. Unapotaka kuingia kwenye maisha ya mahusiano ya ndoa, cha kwanza, ukimpata binti akiwa yupo kwenye mahusiano, muulize, mahusiano yako ulionayo ni mahusiano yenye malengo? Akikwambia ndio, usiweke neno. Akikwambia hapana, weka neno. Na neno lenyewe ni hili: unaniruhusu niweke malengo kwako? Akikwambia ndio, muulize, unaniruhusu niombe ruhusa kwa uliye naye kwenye mahusiano kwamba mimi nataka nianze maisha ya ndoa na wewe? Akikwambia kwani yule ni mzazi wangu hadi umuombe ruhusa, usiweke neno. Achia, huyo si wako. Ila akikupa ruhusa ya kuongea naye, huyo ni mke, weka ndani. Akikwambia ndio, hakikisha hauishi kusema na kuridhishwa na ndio yake. Kutana na huyo mtu ambaye yuko kwenye mahusiano na mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye ndoa, muombe ruhusa. Ila kabla hujaomba ruhusa, muulize, brother, kama ni mdogo wako, kama ni mkubwa wako, kama ni baba, itauma lakini ni ukweli. Mwambie, mimi ninahitaji kuweka malengo na huyu binti, ninahitaji kumuoa. Ila kama una malengo naye, niambie, nisiyaingilie malengo yako. Akikwambia ndio, nina malengo naye, hata kama yule binti kakubali, huyo binti si wako, muache. Ila yule mwanaume akikwambia sawa, ni jambo la heri, ninawatakia kila la heri, muulize, huo ni ukweli kutoka moyoni? Akikwambia ndio, muulize, unajua tafasiri ya kuomba ruhusa? Na aliyakuwa wewe sio mzazi wake, pengine anaweza kuwa hajui, lakini ina faida kubwa sana. Atakaposema ndio, maana yake wewe hujaingilia malengo yake, isipokuwa umekata mahusiano. Endapo ukiwakuta, endapo ukiona chatting wameendeana hewani, wanasema maji yasahau baridi, ya kale hayanuki. Ukiyaona mahusiano hayo yanaanza kuingiliwa na hao mabwana, umerudiana, maana yake una uwezo wa kuchukua maamuzi yoyote, kwa sababu ulienda kuomba ruhusa. Na kama aliridhia toka moyoni, maana yake huyo kamuacha mazima. Tafasiri ya kuenda kuomba ruhusa ni kupata ridhaa, kwa sababu mpenzi ana nguvu kuliko wazazi. Unaweza ukachumbia siku moja kabla ya ndoa, akaenda kulala na ex wake, akaenda kulala na huyo uliyemchukulia.
katoroka kwa kungwi au kwa somo, ama somo anajua kila kitu, masomo anajua mengi, akaja akamtafuna mke wako kwa somo, ama somo usiku akamtoa, kwa sababu tu hukuomba ruhusa. Lakini ukiomba ruhusa, likitokea hilo, sidhani kama unaweza kuomba ruhusa na yule mwanaume akamwacha kwa kweli, akakupa ridhaa na akafanya ujinga kama huo. Sasa ni mwanamke yupi ambaye ukiwa naye kwenye mahusiano, ukimuacha kwa makosa ambayo ni ya kwako, utashuka kiuchumi? Msichana ama mwanamke aliyekupenda kwa dhati, aliyejitoa kwa ajili yako, aliyeacha kila kitu, aliyeacha malengo yake, aliyeacha akafocus kwako, akawekeza katika upendo wake kwako, akajenga nyumba ya upendo na wewe, akatengeneza maendeleo na wewe, aliyetunza utu wako, thamani yako, maisha yako, aliyepanda na kushuka na wewe, mlianzia zero, mkalala chini, pengine mliliwa na viroboto, mlipambana katika utafutaji, alafu ukaja kutoboa kwenye maisha ukamuacha. I say, akikupa laana moja kwa moja Mungu anaipokea, kwa sababu alipambana, alijitoa kwa ajili yako. Ukimkorofisha unapata misukosuko kwenye kazi zako, kwenye utafutaji wako wa riziki, ujue huyo mtu kuwa naye makini, sio kumkorofisha kikawaida. Tuna utamaduni wa mwanaume hakosei. Tunafahamu wanaume huwa tunatereza. Na pale unapoona umetereza, usijifanye mbabe, kwa sababu kwa kujifanya kwako mbabe pengine unaweza kuyumba, unaweza kuanguka kiuchumi, unaweza kuanguka kimaisha. Alafu hiyo asset ulionayo ya mwanamke akachukuliwa na mwanaume ambaye anajua thamani ya kupenda, thamani ya ukubwa wa upendo alionao huyo ambaye wewe umemwona hana thamani. Alafu kaona maisha yao yakawa ni maisha ya mafanikio, ujue ulipoteza lulu. Tuna wanawake wengi tunaoishi nao, lakini hatujui kama ni dhahabu. Tuna mafanikio mengi tulionayo wanaume, lakini hatujui nyuma hayo mafanikio ni wanawake tulionao. Ukiona nilichokiongea kimekugusa, usisahau kuandika chochote kwenye kipindi hichi. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Asante kwa kunipa muda wako, asante kwa kuniazima masikio yako, asante kwa kufuatilia vipindi vya YouTube channel yetu ya Makap TZ. Sina cha kukulipa zaidi ya kusema asante